walikuwa wanaishi baba na mama na familia yake. Sasa huyo baba alikuwa anafanya kazi mbali na nyumbani kwake. Na ili kufika kazini, katikati kuna kichaka, yani kuna kama kapori hivi. Msitu fulani walikuwa msitu na miti mingi, sana sana alikuwa wanautumia ule msitu kwa kuvuna mbao. Basi. Sasa siku hiyo ametoka kazini kwa kuchelewa. Alipokuwa anapita, akaona kwenye ile kule alipokuwa anapita kwenye ule msitu sasa, akaona pori. Akaona gari limepaki na baba yupo na mtoto mdogo. Sio mdogo sana, ni mdogo kama wa umri wa miaka 6, 7, 8. Yeye alikuwa ameshawapita kabisa, ila akarudi nyuma akasema baba yupo na mtoto afu gari imemharibikia porini huko, subiri nimsaidie. Basi akawa amesogea kwenda kumsaidia. Alipokuwa amerudi kwenda kumsaidia, alipofika pale akamuuliza vipi safi, pole gari yako. Akamwambia basi nini, akawa wanasaidiana pale. Akamsaidia kutengeneza gari, ila alipokuwa anamsaidia kutengeneza gari, akawa anamuona yule mtoto anaondoka pale kwa babake, anaenda kwenye kichaka, yani kwenye ile miti mirefu. Alafu anakuwa kama anajificha katikati ya ile miti, kama anacheza mchezo. Tunajua watoto kama anacheza mchezo, anajificha katikati ya ile miti, anatoka kwenye mti huu anahamia kwenye mti mwingine. Sasa ile baba akiwa anatengeneza gari, akawa naye ana wasiwasi, na kutengenezea gari ila mbona mtoto kule porini humwangalii? Akamwambia mwenzie, mbona humwangalii mtoto kule porini, sasa anaweza akapotea na pori kubwa usiku au wanyama wakali wakamdhuru. Anamwambia vile ile mwenzake anaona kama mwenzake hamuelewi. Akamwambia mara ya kwanza, akaona mwenzake hamuelewi. Akaendelea huko anamwangalia mtoto sasa. Anafanya kazi huko anamwangalia mtoto, anampiga jicho mtoto asije akapotea. Basi akaendelea kufanya pale huko anamwangalia mtoto. Akaona sasa mtoto huyu anaweza akapotea na ni usiku. Ikabidi amshtue. Akamwambia muangalie mtoto, akamgusa. Sasa muangalie mtoto kule. Anaenda kucheza kule mbali. Mwambie arudi huko. Alipomwambia hivyo, yule baba naye sasa akawa anastaajabu, anaangalia mtoto ambaye anaambiwa. Anamwambia amwambie. Basi alipoangalia kule yule mtoto akatoka kule akarudi akaingia kwenye gari. Mlango wa nyuma akafunga gari akakaa. Basi na yule baba akapata amani ya kuendelea kutengeneza gari. Akatengeneza gari wakamaliza. Walipokuwa wamemaliza sasa wanapaki waondoke. Akamuuliza mwenzie, mtoto uliyekuwa naye hapa, sababu amemaliza kutengeneza gari anaangalia hamuoni tena yule mtoto. Akamwambia mtoto uliyekuwa naye hapa yuko wapi? Yule baba mwenzie anamuuliza na mtoto gani? Yaani anashangaa tena, mtoto gani, mbona mimi nilikuwa peke yangu? Ghafla wakasikia mtoto anacheka, kama mtoto anacheka. Walivyosikia vile wote wakatahamaki. Basi yule baba mwenzie akamwambia twende tuondoke. Yule ambaye ndo gari yake ilikuwa mbovu sasa imeshatengenezwa. Basi wakaingia kwenye magari yao wakaondoka mpaka kwenye sehemu ya kuuza mafuta kwenye Shell. Walipofika pale kwenye Shell ndo wakaanza kuhadithiana sasa. Yule baba mwenzake anamwambia mimi mwenyewe hii gari yangu nilipofika pale nilisikia sauti ya kicheko cha mtoto na gari yangu ikaribika pale pale na ndio wewe kaja kunisaidia. Kwa hiyo yule baba hajui yule mtoto alikuwa wa nani na huyu mwenzie hajui yule mtoto alikuwa ni wa nani. Ndio wakastaajabu pale wakahadithiana. Ndio story kaisha hapo. Kwa yule baba amezeeka na anawahadithia wajukuu zake hiyo story iliyowahi kumkuta.